Hello mtazamaji na msikilizaji wa Expanse Uongozi Point. Karibu tena katika kipindi chetu kizuri, na leo tunaendeleza mada yetu ya 3 ambayo inasema jidhibiti ama self control. Tuliangalia utangulizi, tukaangalia maana ya jidhibiti kwenye kipindi kilichopita. Na leo nimetaka kuendelea kuidadavua kidogo hii mada. Nikasema katika muktadha wa sayansi ya kijamii inafafanua kwamba kujidhibiti ni njia ambazo mtu hujizuia kwa uhuru mwenendo wake bila kujali ushawishi wa mazingira ya haraka, pamoja na utaratibu wa kibiolojia akijitahidi na mvuto wa kihisia na utegemezi wa kitu fulani. Hii ni muktadha wa sayansi ya kijamii, ile namna unavyoweza kupambanua uhuru wako binafsi, yani bila kuingiliwa unapofanya maamuzi yako, uamuzi wa kufanya kazi ama usifanye, uamuzi wa kulala ama usilale, ni wewe mwenyewe unakuwa umejipambanua. Lakini tukasema kwamba katika aina kubwa zaidi ya ili eneo la kujidhibiti, tunaweza tukasema kwamba mambo mengi sana huwa yanawafanya watu washinde kujidhibiti, kukosekana kwa ile self control. Yani kuna mtu anaweza akawa na mawazo sana. Ukiwa na mawazo sana utashindwa kujidhibiti, ama msongo wa mawazo utashindwa kujidhibiti, ama njaa. Kwenye Biblia tukisoma kuna kisa kimoja cha mtumishi mmoja aliweza kushindwa kujidhibiti, akauza mpaka ule utu wake wa kwanza, mzaliwa wa kwanza, kwa sababu ya njaa. Alishindwa kujidhibiti. Kwa hiyo kumbe tunaposhindwa kujidhibiti katika maisha yetu tutasababisha madhara makubwa sana. Kwa sababu hiyo tunapaswa kutambua ya kwamba sisi mipaka yetu iko wapi, vitu gani tutakuwa tuvifanye ama tusivifanye. Unaweza kushindwa kujidhibiti kuvaa, namna ya uvaaji wako, unavaaje, unaongeaje na watu, unahusianaje na watu katika mazingira tofauti tofauti. Na tukiangalia katika Biblia inasema kwamba tunaweza kuwa na udhibiti wa kibinafsi kwa kuamini na kumtegemea Mungu. Kusoma katika kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Kwa hiyo tunapomweka Mungu pembeni siku zote hatuwezi kujidhibiti. Tutafanya mambo ya hovyo ambayo jamii itasema, huyu mtu mzima naye anasema hivi, anafanya hivi. Ama huyu ni msomi, ana PhD, ana degree 2, ana degree 1. Mbona anafanya mambo ya hovyo sana? Ameshindwa kujidhibiti. Kwa hiyo kumbe, msikilizaji wangu na mtazamaji, ni kuombe sana uweze kujidhibiti. Tutaendelea na hili somo, karibu kwa wakati mwingine. Jina langu ni Barnaba Mnyasi. Asante.